kikawa kimekwisha. Ukipata neema ya kufinyagwa na nani? Na Mungu, utakuwa mtu wa kipekee. Sema amina. Amen. Sema amina kanisa. Amen. Watu wengi wanashindwa kutembea na Mungu kwa sababu gani? Wanajitahidi wenyewe, hawajafinyagwa na Mungu. Na Paulo alipofinyagwa na Mungu, alikuwa Sauli, akapewa jina la Paulo. Baada ya hapo alifanya kazi kubwa kuzidi mitume ambao walikuwa pamoja na Yesu. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu alifinyagwa na Mungu. Wamama wewe, tukubali tufinyagwe na Mungu. Wababa mpo, kubali Mungu akufinyage. Mungu akikufinyaga utakuwa na kiu ya ibada. Mungu akikufinyaga utakuwa na kiu ya maombi. Mungu akikufinyaga utajikuta kila leo huko mtu wa tofauti. Haleluya. Amen. Ninaongea na mtu? Amen. Ninaongea na mtu? Amen. Mimi wakati nilianza kuingia katika neema ya wokovu, haungeniambia hata huko baba yangu kisema na kutembelea Jumapili kambini, na kuambia hivi hujui kama Jumapili ni siku ya ibada, au mimi siendaki kanisani, naambia wacha niende kwenda kanisani, uje saa ile nitakupangia. Sema amina. Kwa sababu nilikuwa najua umuhimu wa nini? Wa ibada. Na tangia hapo moyo wangu haukutamani kuacha ibada. Sema amina. Ninaongea na mtu? Amen. Mtu aliyefinyagwa na Mungu, huwezi mwambia leo tunaenda kurandeu fasi fulani. Ataangalia umuhimu wa ibada na umuhimu wa nini? Wa hiyo rendezvous. Sema amina. Au tunaenda fanya nini? Kuna fete tu ya sombe ya mtoto na nini, anamwambia utaniwa. Mimi namaliza ibada, baada ya hapo nafanya nini? Nitakuja. Huyo ni mtu wa nini? Bwana tusaidie sana. Amen. Lakini kuna mtu tu anaweza kaa nyumbani, leo anakwambia leo sijisikii kwenda wapi? Ibadani. Swala sio kujisikia, ndani hauna wito, unasukumwa. Bwana tusaidie sana. Kwa ajili ya ibada usiwe mtu wa kusukumwa. Sikia, unaweza ukasoma maneno magumu ya Yesu siku moja. Yesu alifikia kunena maneno magumu kwa ajili ya nini? Ya wokovu. Sema ukweli wa wokovu. Neno la leo ukweli wa wokovu. Tusema ukweli wa wokovu. Kwa sababu ukweli haupingiki. Sio mimi ninasema. Msikie kisi neno linasema. Haleluya. Haleluya kanisa. Huyu amesema nini? Alishuhudia, alisema mimi ni Mrs. nani? Isa. Amejisikia. Lakini ingelikuwa iko Mrs. iko na wasiwasi, najua angesema mimi tu natoka huko nakia kuwatembelea. Sema amina. Lakini ukiona mwanamke anaanza kujitambulisha, mimi ni mtu wa fulani, maana yake anasema mimi na yeye nikufa na ng'ang'ana. Haleluya. Lakini kuna wanawake akifika sehemu hatambulishi bwana. Mimi ni mama fulani, mama Ada, ndio natoka Passe de la Ronde. Point. Hata sema mimi nimeolewa, bwana wangu ni dume, hivi anajinyamazia. Patasema ile dume yote ndio bwana wako. Ngoja niachane kwanza na hii. Bwana tusamehe sana. Amen. Alo, sisemi wewe chukua mfano nisamehe. Wafaransa wanakuambia c'est blague, c'est une blague. Sisemi nasema mfano. Alo? Jamii na mjaona watu wapo kabisa. Niliona baba mmoja ndiye alikuwa ameoa mke wake. Watafika kwenye sherehe, alikuwa nasikia aibu kutembea na mke. Yeye ni bibi ni mtuni mwe basi. Bibi anafika, bibi yako yuko hapa sasa. Ninamwacha nyuma, ni mzembe wa kutembea. Lakini mzungu utakuta hawe mrefu, bibi yake ni kumkono. Alo kanisa. Wazungu hata wiko wanaenda kuemea. Bakifika hapa bana yeye na bibi yake. Lakini si huko naemea, bibi ashakuacha. Nenda tafuta sabuni huko. Watangulia huko. Ujinga. Haleluya. Huyu Samuel anakuta mimi naweza kumtafuta mzoko. Bibi yangu iko wapi? Alipitia mzoko huko, wazungu watafuta daki. Ni pambana. Sema amina. Jamii na mumioni. Lakini
lakini si msarakamu. Mkesha kupotea msoko. Unakuwa mbitu, ipo wapi? Uiranje, ipo wapi? Karibu ulize mzungu, kunionea bibi yangu mweusi hapo. Alo? Alo kanisa? Amena. Mimi nakuambia ukafika sehemu ya wokovu. Mtu ni kama vile wazungu nakuta yeye na mke wake hawaachani. Ijalishi kila mtu ana pote yake, lakini wanaonyesha kwanza upendo wa kushirikiana mbele za watu. Sema amina. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Haleluya kanisa. Amen. Sikiliza sasa ukweli wa wokovu. Pointi ya kwanza, kamata Luka 14:25 hadi tutaishia sehemu fulani. Pata ukweli wa wokovu. Luka 14. Tunaanzia 20 hapo na 4. Haleluya kanisa. Amen. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walio alipo hapa. Tuanze makutano. Makutano wengi walipokuwa wakitafuta mfuata, naye aligeuka akawaambia. Walifanya nini wapendwa? Walikuwa wanafanya nini? Makutano wanafanya nini? Wanatafuta nani? Sio tu makutano hivi. Tuko pamoja. Sisi si makutano. Ndio. Sisi si mkutano. Maana ile makutano ni watu. Watu wengi walikuwa wanafanya ni huko. Yesu yuko wapi? Yesu yuko wapi? Sasa anasema hivi. Wakifuatana naye aligeuka akawaambia. Maana wao makutano Yesu banapiga Yesu kwa siku fulani wanafuata. Yesu yuko wapi? Yesu ndio yuko pale, wanafuata. Wakakuwa watu wengi. Wakaanza kufuatana na nani? Na Yesu. Haleluya. Sikia sasa Yesu alipogeuka aliwaambia nini? Nani atakusomea? Mtu mmoja tusomee, mchungaji akisoma vya kwake. 26 inasema. Ndio. Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake kwanza na mama yake au mama yake na mke wake na wanawe na watoto wake na ndugu zake waume wakija na hata nafsi yake ndiyo mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. 27. Mtu yeyote asiyeuchukua msalaba wake na kuja nyuma yangu, ndio hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Jambo la kwanza, kutumisha hapo, uchukie nani? Uchukie nani? Mama yako inakuingia kweli ya nini? Ya wokovu. Si unafuata, unataka kufuata Yesu. Uchukie kwanza nani? Ndio mimi nasema. Mrudie kwanza pale. Kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake. Maana yake nabii wa John wa nguvu wanichukie kwanza mimi. Safi, Biblia iko vizuri. Msifanye hapa wa upendo kabisa. Na wewe mke wangu nichukie. Halo? Maandiko si kweli? Yesu anasema kama ni kweli. Sasa mbona amkubali tena? Inakuwa yeye. Yesu anasema ukweli? Ndio. Sasa mbona mnaanza kununa? Uchukie bibi yako. Mimi nasema ni nini? Na watoto yako wachukie. Leo tutafungua tuwachukiaje? Sema amina. Na utawapendaje? Haleluya. Uchukie baba yako, uchukie ndugu yako, yeyote anayetamani kukupotosha katika njia ya ukweli ya Yesu Kristo, mchukie. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Ufanye nini? Umchukie. Juu mbinguni hamtendawa na jehanamu hamtendawa. Kisha nakwambia ujichukie mwenyewe. Nafsi yako uichukie. Hii njia inaomba nini? Neema. Haleluya. Amen. Haleluya kanisa. Akawageukia. Na ni kweli ukiangalia Marko ama Mathayo, kuna mtu aliacha baba yake akawadeposit. Mtu mshende
tutaendelea kwanza kusoma hapa. Ndio tuonekane kweli kama ni nani ni uongo, sijui kama kutaweza kuwa umoja. Tutamuona katika Biblia 28 inaendelea kusema. Ndio. Maana ni nani katika ninyi kama akitaka kujenga mnara asiyeketi kwanza na kuhesabu gharama, ndio, kwamba anavyo vya kumalizia? 29 asije akashindwa kumaliza baada ya kupiga msingi, hata wote wanao wakaanza kumdhihaki. 30 ndio akisema, mtu huyu alianza kujenga akawa hana nguvu za kumaliza. 31 au kuna mfalme gani hakitaka kwenda kupigana na mfalme mwingine asiyeketi kwanza na kufanya shauri kwamba yeye pamoja na watu 10,000 ataweza kukutana na yule anayekuja juu ya na watu 20,000? Hesabu hizo. 32 na kama ukiona hawezi, utuma ujumbe, ndio, kutaka sharti za amani, mtu yule akali mbali. Ndio. 33 basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Haleluya. Amen. Leo anasema mtumishi anaabiri aachane na mke wake leo, amchukie. Mama Ada leo asiochukie bwana wako leo, sijui kama utanielewa. Tumeshikisubi. Uchukie kipenzi kule. Leo unaomba Yesu. Haleluya. Yesu alikuwa na maneno makuu. Umati wa watu na uko na shakilia Yesu, Yesu mzuri, Yesu anatupenda. Alipogeuka akawaangalia mioyo yao, akasema hawa wengine wanafiki. Bwana tusaidie sana. Jamani, Bwana tusaidie. Ukweli wa wokovu ndio huu. Mimi si ndio nasema. Maana yake kuokoka si ni kumfuata Yesu. Sasa kama wewe kabisa safi ama mnamshamate mnapenda kumfuata Yesu, aseme mchukie kwanza, uanze kunichukia mimi babako na wewe uanze kuchukia mamako. Haleluya. Haleluya. Aseme mtu asipoacha vyote kwa ajili ya hawezi kuwa mwanafunzi wa nani? Yesu. Sema amina. Amen. Mtumishi akaniambia kuna kanisa mwana anasema Jésus pour tous. Manake muwe mwingie mkanisa, mko makahaba, mko wezi, mko babandi, mko juu Yesu ni Yesu. Hapana, Yesu ni kwa wale waamini. Ni anasema njoni kwa ninyi nyote msumbukao, mnakubali kwanza Yesu atawapumu. Sasa wewe unataka kupumzisha, utakuwa wake namna gani? Cha pili anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila aaminie, yeyote aaminie ndio wa nani? Ndio wa Mungu. Haleluya. Yeyote aliamini ni nani? Ni mtu amekubali kugeuka. Mshangilie Bwana. Sasa nawaambieni hivi kwa haya maneno, nitaonesha mtu mmoja tuone umoja. Hakuna mwenye alifanyaka hivyo mtumishi. Mathayo 4:21-22. Mathayo sura ile ya 4 tunaenda mstari wa 20. Ndio. 21-22. Haleluya. Neno linasema. Ndio. Akaendelea mbele. Akaona ndugu wengine wawili. Hawa wawili wapendwa. Yakobo wa Zebedayo na Yohana nduguye. Ambao walikuwamo chomboni pamoja na Zebedayo baba yao. Na nani? Na baba yao. Asante sana. Wakizitengeneza nyavu zao akawaita. 22. Ndio. Mara wakakiacha chombo cha baba yao. Wakakiacha kitumbu. Wakamfuata. Na wakaacha na nani? Baba. Na baba? Wakamwambia baba. Na kimutumbu na mimakila ndio hivyo. Sisi tunafuata. Haleluya. Wamejikana nafsi yao kwa nini? Samaki ilikuwa nawapa msosi. Wakaacha ngege bisara, wakaacha makuwe. Wakasema leo tunafuata nani? Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Hivi ninaeleweka? Amen.
Waliacha nini? Wakaacha na mtumbo. Wakakulaga hata baba yao kumulaga. Wakamwambia baba, kidumu hicho na makila nyuma ya Yesu. Haleluya! Haleluya! Ninamwambia mtu yote anaweza kukuletea pingamizi juu ya ibada. Mtu huyo mtu hakutaki uzima, hakutaki baraka. Sema amina. Sema amina. Ninakwambia mtu yeyote atakuwa kipingamizi. Wafilipi 3:3 anasemaje Paulo? Aliyaona mambo yote kama nini? Kwa ajili ya Kristo, ni mmoja ubatili. Mwingine anasema yakaikamata yale aliyokuwa anayapenda sana, akayaona kuwa kama mavi. Hivi unaweza ukaangalia mavi mara mbili. Kwa uzuri wa nani? Wa Kristo. Vitu vilivyokuwa vya kutamani, vya kumfurahisha, jamii, vyote alivyoona kuwa. Natamani mtu mmoja aseme ni mimi. Sema amina. Haleluya. Nahitaji mtu mmoja aelewe leo, aseme na mimi nitafanana Paulo. Anasemaje jamii? Na hujafika pale. 3:3 anasemaje? Wafilipi 3:3 neno anasema, maana sisi tu tohara tumwabuduo Mungu wa roho. Ndio. Na kuona fahari juu ya Kristo Yesu. Wala hatutumaini mwili. Ndio. Hii inaendelea kusema, walakini mimi ningeweza kutumainia mwili, mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi zaidi. Ndio. Kuna sicha anasema, munaelewa? Ni lugha ngumu. Angalikuwa mtu yeyote angalikuwa anasema mimi natumainia nguvu zangu, mwili, akili yangu, vyote nilivyo navyo, pesa, mimi ningelikuwa wa kwanza. Paulo alikuwa nini? Wa kwanza, kwa sababu alikuwa na nguvu, alikuwa na cheo. Anaendelea kusemaje hapa? Anaendelea kusema, na alitairiwa siku ya 8, na ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila la Benyamini, Mwebrania wa Waebrania. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kwa hiyo andiko hili liko hapo hapo. Anasema juu ya vitu vyote aliviona vipi? Hapo hapo utatafuta verse hiyo hapo hapo katika kitabu cha Wafilipi. Katika mstari wa 8. Ule wa 8. 8 inasema, naam, zaidi ya hayo na yahesabu mambo yote kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu. Uzuri usio na kiasi wa kujua nani? Bwana wangu. Kujua Yesu kuna uzuri? Kuna uzuri. Kuna watu wengi hawajui kama kujua Yesu kuna uzuri. Wengi hawajui. Na ndio maana unakuta ni Wakristo wengine vurugu. Bwana tusaidie sana. Amen. Bwana tusaidie sana. Amen. Ukijua uzuri wa nani? Wa Yesu, unajitenga na kila kitu kilicho cha ujinga, cha uovu. Ukishajua uzuri wa Kristo, wewe na Mungu mnakuwa na ushirika pamoja na Roho Mtakatifu. Ukishakuwa na uzuri, ukijua uzuri wa Kristo, hauwezi kutelewa ibada bila sababu. Sema amina. Amen. Ni uongo. Sikusifu, lakini Mungu akutie nguvu. Huyu aliona mke anaenda, wanamuita hizo kazi za huko za Ulando hivyo. Akakusanya watoto yake na apakize wote. Yeye ndio mama leo, ndio yeye ndio baba. Anajua role yote. Lakini mwingine angesema, baba niachia watoto. Mimi sitakuya huko. Watakia sumbua watu. No. Watasumbua watu, hawasumbui Mungu. Wewe uje usikie nini? Neno. Haleluya. Haleluya kanisa. Kuna kipindi mvua ilikuwa inatusumbua sisi. Mvua inatanda kabisa, natafuta mwamvuli, tuliwazima mtu. Nasema mvua hautonizuia kwenda kufanya ibada. Mvua naenda.
Lakini siku ya kwanza nikapigwa na mvua. Nafika kanisani, nguo zinaloa. Maombi, nguo zinakaukia wapi? Watu wananiambia, "Hivyo wewe unaenda wapi?" Sijakuwa mchungaji, niko tu huko. Hauoni mvua? Nawaambia mvua iwangi mtu. Ase wewe si sabuni, utaisha mvua, anasema sitoisha, mimi ni sabuni mtu. Haleluya. Nafika kweli tumeloa. Lakini nakaa najikaza na Mungu, nasema Bwana, nitashinda hayo. Siku nyingine ikatanda kweli. Karibu watu wanikama, turudia tu kunyumba, kanisa itakuwa na kesho yake. Kuko ibada kila leo ipo. Kwa nini nikasema jameni, mwe muniache mimi. Haleluya. Amen. Aichukie nafsi. Lakini kila mwanajipende ni hapa, angalia biki yake. Hii matope sitaenda. Sina kiato cha nani cha matope. Mie